Simamia miradi ya Odelo yote kwa chini yangu, na nikiamua Odelo afilisika hata leo asubuhi anafilisika, ila sitaki hivyo kwa sababu hajanikosea hizi. Amenifurahisha. Kwa hiyo Odelo ni mtu ambaye mimi ni mwanao. Hayo Odelo tunaweza tukasema kwako yani ni kama kitoto kidogo au kifaranga cha kuku ambacho umekitoa kwenye maji. Mtoto wangu nashangaa je, kwenye comment mnasema wewe mnamtakana mtumishi wa Mungu. Yule mtumishi wa shetani yupo kwangu. Mimi simsitetei Odelo. Odelo mimi ni mtoto wangu kabisa. Lakini bwana, karibu tena katika channel yetu hii pendwa kabisa. Wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, comment na kushare ili kupata notification soon habari zetu zitakapokuwa one. Tupo na mfalme wa majoka yani King Cobra. Kwa hiyo leo hii tutaenda kupiga naye story 1 2 3 juu ya wanachama wa Illuminati, yanamaanisha Freemason, wajenzi huru wa dunia. Habari yako mkuu? Batu kamili, Luso bin Goza, Luso bin Amanda, Luso bin Makei, Luso bin Zohari, Luso bin Afriti, Luso bin Jumnati. Abracadabra, abracadabra, abracadabra. Hocus pocus, Shazam, Bibi Dibabi Dibo, Open System, Alakazam, Simsal Beam, Avada Kedavra, Expelliarmus, Ablacas, Kibuishi, Eshu, Luminati, Pritego, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah. Unahisi chama cha Freemason ndo saizi ni ngao kuu kwa vijana wa Kiafrika? Yaani sio ngao kuu ya Kiafrika peke yake. Chama cha Freemason ni ngao ya dunia. Kwa sababu Freemason ni wajenzi huru ambao kama nilivyowaambia kwamba kuna ulimwengu wa aina mbili. Kuna ulimwengu dume na ulimwengu jike. Ulimwengu dume ni ulimwengu wa kiroho ambao Mungu anakaa, shetani anakaa, majini anakaa. Ulimwengu huu ambao sisi tunaishi ni ulimwengu wa matokeo ambao ni ulimwengu jike. Kwa hiyo mwenye dhamana ya kucontrol dunia kwa sasa ni shetani ambaye ni Lucifer. Kwa hiyo chama cha Freemason ndicho chama ambacho kinatoa nguvu kote. Kwa hiyo vijana, wazee, watoto, ukitaka mafanikio, hakuna mafanikio kwa kupambana. Mafanikio ni kujua siri. Mafanikio ni secret. Chama cha Masonic sio siri. Ndio maana mnakisikia kila sehemu, lakini mafanikio menyewe ni siri. Umeelewa? Nafikiri ndio hivyo. Je, kuna siri zipi ambazo zimefichwa na ambazo watu wengi inabidi wazijue ili kujiunga na chama chenu cha Illuminati, yanamaanisha Freemason? Siri ambazo zimefichwa, kwanza kabisa hakuna sharti gumu. Tueleza mazito juu ya uwepo wa chama cha huru. Chama huru yani tunamaanisha chama cha Illuminati, chama ambacho kina fedha za kutosha, chama ambacho kina wanachama wa kutosha, na huyu ndio mwanachama mwenyewe kama ulikuwa hujui. Kwa hiyo nakueleza hivi ili uweze tu upate vitu vingi na vitu vya kinaga ubaga, kwa sababu unaambia pasipo Illuminati dunia haiwezi kwenda, kwa sababu wao ndio wana control kila kitu katika hii dunia. Kikubwa tunakumbusha uweze kusubscribe, yani usiposubscribe utakuwa mtu wa mwisho kupata taarifa zetu pale suni zinavyokuwa hewani, na ukisubscribe basi utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu pale zinapokuwa hewani. Aliyoko mbele yako ni King Majoka, King Cobra, yani joka mweusi, mfalme wa majoka meusi yote duniani. Basi ndo huyu hapa. Basi na leo tunaendelea kupiga naye story. Ndio mkuu, twende katika sehemu nyingine. Leo tutazungumzia kitu gani? Sifa za kuungwa au kuwa mwanachama au kuna nini kikubwa? Kwanza kabisa siku hizi hatupokei watu Freemason, ni watu ambao kioleolela. Ndio. Tunapokea watu wenye vigezo, mtu mwenye akili. Kwa hiyo kuna sifa ambazo wewe ukiwa nazo unaweza kujiunga kwenye chama. Kwa hiyo kama uko Kenya, huko Kongo, ukisikia sifa hizi unaweza kuwa memba wangu na mimi nitakufanikisha. Okay. Odelo amekizi sifa karibia zote. Ndio maana yuko hapa. Hivi Odelo unaweza kanidokeza kidogo labda ni mwaka gani mlimuunga kwenye chama hiki mnachokisema? Maana kila siku tunasikia Odelo aliunganishwa huko, Odelo alikuja akawa hivi, Odelo ikafikia hivi. Lini na ni mwaka gani? Odelo nimeunganisha mwaka 2020, ilikuwa mwezi wa 4 nakumbuka kabisa. 2020. Kipindi kile ndio nilikuwa na kiongozi, niko kwenye uongozi mwaka wa pili. Ina maana kipindi kile ndio mlimpa shelti la kupeleka watu milimani? Nilipomuunganisha mimi sikumpa ile sharti. Mimi sharti yangu nilimpa yeye kumiliki kulala kwa jeneza, lakini yeye kwenda milimani kule alijiongeza mwenyewe ili apate nguvu zaidi. Sababu kwa kichapa pia kuna vitu vingine una mamlaka, nguvu unazo. Kwa hiyo ukiamua uende milimani wewe mwenyewe. Kwa hiyo kwenda milimani, japokuwa alifanya makosa makubwa zaidi, akaua watu wengi bila hatia. Kuna mwaka Kenya ulisikia ndio 21 Odelo ana kesi ya mauaji. Nilienda Kenya nikapigiwa simu, nikaenda kumtoa mahakamani. Alikuwa ameunganisha kifungo cha maisha. Kwa hiyo nikaongea mimi na serikali ya sababu kuna Kenya, rais wa Kenya yuko chini yangu. Ruto yuko chini yangu, ni mwanachama wangu Ruto nao mzungumza. Na hata Mariam Kenyatta alikuwa ni mwanachama wangu. Ina maana hata Kenyatta, Odinga mwanachama wangu. Kwa hiyo Odelo niliongea mimi na serikali ya Kenya nikaonga hela. Tukamtoa.
Ina maana zile fedha billions of money ambazo alikuwa anadaiwa Odelo wewe ndio ulizitoa. Nilipa madeni yote jumla nikuta mimi nilipa dola bilioni 50. Nilipa hela alafu 25 zikaenda kwenye serikali, 25 za watu ambao walikuwa wanamdai. Kwa hiyo wale ambao alikuwa anafanya anaeleza mazito juu ya uwepo wa chama cha Illuminati, yanamaanisha Freemason ambao ni wajezi huru kabisa. Kwa leo hii anaeleza utajiri alionao, pia yale ambayo anayakusudia kuyafanya katika dunia, yani tunamaanisha karne ya 21 ambayo ni karne tishio, karne ya kizazi cha paka. Ndo hicho basi ambacho tunakizungumzia, ndio mkubwa na mfalme wa majoka. Kwa hiyo hapa sasa ulipo kwa sasa, utajiri wako umesema ya toto jumla ni bilioni ngapi? Utajiri wangu toto zaidi ni bilioni 700. 700. Bilioni 700 dola za Kimarekani. Kwa sasa hizi. Yaani nikipigia mali zangu zote toka nimeanza chama, uongozi nimekaa miaka 4. Kwa hiyo chama mwaka 11. Kwa hiyo bilioni 700 ambazo mimi nazimiliki. Na zingine pia ziko benki, nimekopesha nchi mbalimbali. Nimeweka hela kimataifa. Kwa hiyo mimi King Cobra ni tajiri, sijifichi. Mimi ni bilionea. Hata Tanzania nafahamika, Kenya nafahamika, Kongo nafahamika. Kwa hiyo kina Chief Godlove ama tapeli hawana hela. Chief Godlove yule hana hela, mnamsema si Chief Godlove tajiri, mtoto mdogo. Mimi mtoto mdogo na hela nyingi. Yeye ni mtu mzima yule, hana hela. Maana wewe ndio inatakiwa tukuite mtoto mdogo mwenye pesa, yani tunazungumzia fedha, mane, bulunguti, milaba. Ina maana wewe ndio unayo ya kutosha. Kwanza ile jina la mtoto mdogo mwenye hela nyingi mimi ndio nilianzisha. Kwa hiyo Chief Godlove aliponisikia mimi naye kaiga. Acha utani. Kwa hiyo matapeli wengi wananiga sana mimi. Mimi sipendi kuigwa na watu ambao hawana hela. Chief Godlove hana hela. Na yuko chini ya mtu, kuna mtu anamcontrol akili zake. Lakini pia nizungumzie ili lango namba 4 ni lango la kuomba la kupokea fedha. Kuna fedha ambazo zimegawanyika mafungu makuu ya fedha za chama. Wengi wamjui Masonic Money Recommendation Group. Kuna mafungu 4 ya fedha za chama. Naomba uyasikilize haya mafungu moja baada ya nyingine. Fungu namba 1 ni Kauluta Money au fungu la awali. Ili fungu la awali ni mtu kuklia madeni yake ambalo unapata dola bilioni 4 kwa awamu. Ninapokuja kwako kukunganisha au unapokuja Tanzania, muda huo ule mimi ninapokuunganisha baada ya masaa 3 unapata dola bilioni 4. Kama una madeni utakilia, na kuna watu mna madeni, kodi unadaiwa, kuna wengine pia mlikopa kwenye makampuni mnafilisika, utapata bilioni 4. Ili fungu la kutoa wengi. Fungu namba 2 ni continuing Kauluta Money. Ni pesa ambazo utaendelea kupata kila baada ya miezi 3. Kwa hiyo kila baada ya miezi 3 inaingia dola bilioni 4 kila baada ya miezi 3. Lakini kwa pesa zake Odelo anaingiza bilioni 10 kwa siku. Bilioni 10. Bilioni 10. Huyo ni Odelo. Ndio maana ni katika wachungaji ambao ni wanamuujiza. Mchungaji ambaye mimi kapitia kwenye mkono wangu, nimemfanikisha kupitia King Cobra. Anatikisa Afrika ni Odelo kapitia kwangu. Ina maana yeye anachukua billions, bilioni 10 kwa siku. Ndio maana ana makanisa mengi, ana makanisa hivi karibu Kenya, Rwanda, Kongo, ana makanisa pia yuko Marekani, ana makanisa. Uonagi ziara zake tu, ziara ya Odelo ina watu wangapi? Ina ndege ngapi? Na mimi ziara ya Odelo moja nilikuwepo. Alikuja Zambia nilikuwepo. Na nini nilikuwa Zambia, nimeondoka juzi. Ina maana wewe ulikuwa unasimamia mishe zake. Nasimamia miradi ya Odelo yote iko chini yangu. Na nikiamua Odelo afilisika hata leo asubuhi anafilisika. Ila sitaki hivyo kwa sababu hajanikosea hizi. Amenifurahisha. Kwa hiyo Odelo ni mtu ambaye mimi ni mwanao. Hayo Odelo tunaweza kusema kwako yani ni kama kitoto kidogo au kifaranga cha kuku ambacho umekitoa kwenye maji. Mtoto wangu nashangaa nyinyi kwenye comment mnasema wewe mnamtukana mtumishi wa Mungu. Yule mtumishi wa shetani yupo kwangu. Mimi simsitetei Odelo. Odelo mimi ni mtoto wangu kabisa. Lakini nyinyi mnakuwa vibudi sana wa Kenya nyinyi. Mna comment wewe King Cobra sijui unamziaki mtumishi wa Mungu. Yule ana nguvu za shetani, anafanya penza nyoka. Namziaki kitu gani? Nimziaki mimi nimuonee Odelo kama nani? Yuko chini yangu, lazima awe chini yangu na nitimi King Cobra. Na kila mwaka Odelo nishamshika mkono wake. Kuna kidonge ambacho kileta feel. Asipokunywa kidonge hicho anakufa. Kwa hiyo kila mwaka lazima aje kwangu apige magoti ya sujudu nimpe kidonge anywe. Kwa hiyo la sivyo anaweza akafa muda wote. Yuko chini yangu Odelo. Mimi ndo nayeamua. Fedha namba 3 ni over daily money. Kuna fungu la kila siku mwanachama unataka kupokea. Kama unaweza kuvumilia masharti, utapokea hizo dola, utapokea dola milioni 4 na point. Kwa muda gani hizo? Hii fungu la kila siku. Kwa kama wewe unaweza masharti, utapokea hizo dola milioni 4 kwa siku. Pia fungu jingine la 4 ni emergency money, fungu la dharura. Kwa mfano mwanachama hapa labda una makampuni yako umefungua, nyumba imeungua, hii kama bima. Tukizungumzia emergency money ni bima ya chama. Lazima upate bima ya chama. Nyumba ikiungua, umepata ajali, kuna hela ambazo Lucifer atakupatia ambazo huwa ni dola milioni 2 za dharura ambazo utapokea dola milioni 2. Kwa hiyo kama una ajali utaingia kwenye jeneza, kuna jeneza nakuja ninapokuja kwako nakuja na jeneza kubwa. Kwa
Kwa hiyo kama unaingia kiroho, utaingia ndani ya sanduku. Utaomba kibali, Lucifer atafanikisha. Fungu namba 5 ni Pastelio Mane. Kwa wale wachungaji kuna fungu la kanisa. Kama mchungaji kama Odelo ana fungu lake ambalo huwa anapokea, lakini pia ana fungu la waumini ambalo huwa la kuendesha kanisa. Hapa mwanachama tutampa dola milioni 1 kila baada ya siku 2 ili aweze kuendesha kanisa. Kwa hiyo Odelo licha ya kuwa na pesa zake, kuna fedha ambazo huwa tunampa sisi kwa ajili ya kupata kuongoza kanisa. Fungu namba 6 ni assistant money kwa ajili ya kutoa msaada. Ili fungu hatupei si viongozi. Wanapewa memba kawaida. Yani watu memba tudogo kama Odelo ya. Kama Odelo, ndio maana unaona kuna baadhi ya unamwona mwanachama anatoa msaada zote yatima, analea vijana ambao sio wa kwake. Hili fungu inaitwa assistant money. Hii ni fungu ambalo unapewa dola milioni 4 kwa ajili ya kusaidia watu. Lakini kiongozi mimi sipewi hili fungu, sasa mimi kazi yangu ni kuunganisha watu. Kwa hiyo unaponipigia simu, sinipigie simu mimi King Cobra naomba fedha. No. Mimi fungu langu ni wewe kuja kwako, ni kutimbole, utimbolikwe, upate fedha. Kwa hiyo hili fungu la tunasema hili assistant money ni fungu ambalo wanapewa memba kawaida. Bwana, wewe ambaye hujasubscribe, unaweza nikakwambia ni mtu wa mwisho ambao utakosa taarifa zetu pale tu zinapokuwa hewani, kwa sababu tulioko naye mbele ni mwanachama hai na ni memba ambaye ni mkubwa katika chama cha Illuminati, yani inamaanisha Freemason ambao ni wajezi huru wa dunia. Na huyu ndio memba wao mkubwa. Kwa hiyo niweza tu kusema kwamba wewe ambaye unakuwa hujasubscribe utakosa vitu vingi, kwa sababu hapa anapiga dua na ishara. Ina maana kwa wale wote ambao wanataka kupokea huu upako mbele yake kwa muda huu wanaupokea. Kwa kikubwa tu nikukumbushe usubscribe, kwa sababu usiposubscribe wewe utakuwa tu kama mana gangaga. Hebu tuendelee bwana King Cobra. Kwa hiyo hapo unazungumziaje ya nani nyingine? Hapa kuna lango la 5 ambalo ni Ministry of Investment. Hili tunaomba kuingia kwenye utawala wa Lucifer. Ndio. Tunaomba lango la wewe kufungua kibiashara. Ndio. Hapa ndo utapata nafasi ya kufungua makampuni. Hapa kazi ya Lucifer hapa ni kukusimamia makampuni yako. Kwa hiyo utafungua kiwanda. Mimi na viwanda vingi Tanzania hapa na. Viwanda vingapi boss? Kali kiko Morogoro. Kama viko kama 4. 4. Lakini Marekani pia na kimoja. Kenya na viwanda 3. Hivyo viwanda vya bidhaa gani? Cha magari kinaitwa King Cobra Investment. Kuna kingine cha juice kinaitwa King Cobra Investment juice. Kipo kule. Kingine pia nimeingia ubia na Odelo. Kiwanda kipo Japan. Sasa kwa nini wewe King Cobra yani una mahela hayo yote, unamiliki utajiri mkubwa, lakini hautambi kama mtoto mdogo Chief Dela anasumbua mitandaoni nini? Kwa nini hujulikani, lakini wewe ndio kumbe inaonekana umewawezesha watu wadogo kuwa wakubwa? Utaratibu ni kwamba fedha za Lucifer uweze ukaonesha ni siri, mafanikio ni siri. Waona mtandaoni wanaonesha magari yao na majumba yao, hao ni matapeli. Ina maana majumba yamekodi, Chief Godeva anakodi nyumba za watu na komba hela za watu na hela za vimbao. Lakini uko kwenye chama kama mimi nitajiri. Shaona Baresa ametaja mali zake? Hapana. Wewe leo umetutajia tuko bahati. Mimi kwa bahati mbaya nimetaja mali zangu na makampuni, lakini uwezo yani kuyaona ukija kwangu ndio nitakuonesha. Ni mengi. Kuna mengine pia makampuni ambayo nimefungua jina sio la kwangu. Nimempa jina mtoto wangu Msabaha, nyingine nimempa jina mke wangu, kuna nyingine nimempa jina Odelo. Yaani kwa saizi una wake wangapi? Na wake 4. 4. Wote wapo nchi moja? 2 South Africa, mmoja Kenya ambaye ni mtoto wa Odelo. Kama mimi nimeoa mtoto wa Odelo. Alafu mmoja yuko Tanzania. Okay. Na wote na wahudumia kama kawaida, na wote ni matajiri, wote wanachama. Kwa hiyo bwana, wewe ambao hujasubscribe na kukumbusha uweze subscribe ili kupata notification soon habari zetu tutakapokuwa bwana. Tupo na King Cobra, King Majoka ambaye anaeleza mambo mengi mno juu ya uwepo wa Lucifer, jinsi gani Lucifer anafanya kazi na jinsi gani Lucifer anamwezesha kuwa bilionea. Yani nikimaanisha bilionea ni ana mafedha ya kutosha. Achana tuna mafedha, yani nazungumzia mamane, maankala, noti, mtonyo na majina yote unayoyajua wewe, basi anawe. Wao watu wengine watoto wakishua wanaita punje ya mchele. Yani huyu ndio ina maana hata visima pia nilisikia hata tetesi kwamba una visima vya mafuta pale Ilani. Alafu pia ule mlango wa Homes kama sikosei unaumiliki wewe, kuna baadhi ya sehemu. Namiliki sehemu nyingi na hata mafuta yanayosafirishwa kuja Tanzania kuja East Africa yapita chini yangu. Mimi yule anayekagua miradi yote. Mizigo inayoingia Tanzania, Kongo, Kenya. Nasimamia. Pia na migodi yangu mingi, na migodi mingi sana. Kuna mingine ambapo pia Odelo pia anasimamia. Kwa hiyo na miradi mingi. Kwa hiyo lango namba 5 ni lango la kufungua miradi. Okay. Tendo hapa kufungua miradi, sio kafara. Jini anayehusika ni jini Amanda na jini Zohari.
Majini wawili. Lango la mwisho linaitwa ni Mistress of Reinforcement and Reward. Hili lango la 6. Basa hatua ya mwisho maana ushaunganishwa ni kukabidhiwa tuzo. Kuna tuzo za chama siku hizi za Freemason. Kwa hiyo hapa utapewa vifaa kama kofia, nguo, gloves, pete, medali na mavazi yote ya kafara. Kuna mavazi ya kafara, mavazi ya kuvaa kwenye semina, mavazi ya kuvaa kwenye ibada, mavazi ya kuvaa kawaida. Odelo wanaovaa ile vazi lile jeupe ni sanda marehemu. Sanda ya marehemu. Ni sanda wanaovaa. Ina maana ile inashoneshwa nchi gani, labda unaweza kututajia nchi gani inaweza kushonesha vazi la Odelo? Maana na tunaona una kipande kidogo kichwani. Hii ni sanda. Mavazi yote ya Odelo yametoka kwa Lucifer. Manguo yote shetani yale. Ni manguo yametoka utawala wetu majini. Zile ni nguo za Lucifer. Kwa hiyo tunatoa kule sisi viongozi tunakabidhi unavaa wewe. Bwana, wewe ambao hujasubscribe kumbuka kusubscribe, kulike, comment na kushare ili kupata notification suni habari zetu zitakavyokuwa hewani. Tupo na mfalme wa majoka, yani inamaanisha King